Naitwa Immaculata Suarez Messi, mkurugenzi mkuu kutoka NEMKI. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka minne 2020-2021 na 2024-2025 limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kufikia zaidi ya 68% ya malengo tuliojiwekea katika kipindi hiki, na lengo kuu likiwa ni kuhakikisha mazingira ya nchi yanaendelea kulindwa, kuhifadhiwa na kusimamiwa ipasavyo kwa kuzingatia miongozo ya kitaifa na ya kimataifa. Kazi kuu za baraza letu zimejikita katika maeneo makuu manne. Ya kwanza ni shughuli zote za utafiti katika maeneo ya mazingira. 2, usimamizi na uzingatiaji, yani compliance and enforcement, utekelezaji na usimamizi wa sheria yetu ya mazingira. Uchakataji wa vyeti vya TAM, tathmini ya athari kwa mazingira, yani EIA, na pia kuelimisha, kujenga mawasiliano pamoja na uhamasishaji katika jamii. Katika utekelezaji wa miradi ya tathmini ya athari kwa mazingira TAM, baraza limesajili katika kipindi hiki miradi 8,058, ambapo kati ya hiyo 5,784 ni kwa tathmini ya athari za mazingira TAM, na kati ya hiyo 2,274 ni ya ukaguzi wa mazingira. Katika utoaji mchakato huu wa kutoa vyeti huwa tunakuwa tuna vikao vya wataalam ambavyo tumeweza kuketi vikao 3,836 kwa ajili ya kufanya mapitio ya taarifa mbalimbali ili kuweza kutoa vyeti husika. Katika kaguzi mbalimbali za miradi tumetoa mapendekezo na maboresho ya masuala ya msingi ya kuzingatiwa katika taarifa hizo. Miradi 4,570 ilishakuwa imeidhinishwa na kupewa vyeti vya mazingira, na kati ya hivyo 3,058 ni vya TAM na 765 ni vya ukaguzi, huku vyeti vingine vikiwemo vya kubadili masharti 169, na vyeti vinavyohamishwa umiliki wake ni 552, na vyeti vya muda wakati mchakato unaendelea wa kupata vyeti ni 53, na cheti ni kimoja tu katika kipindi hiki cha miaka 5 ambacho hakiweza kufanikiwa kutolewa. Katika kuboresha utoaji wa huduma ya vibali vya TAM, baraza lilianzisha mfumo wa kielektroniki unaotumia usajili katika kuidhinishwa kwa miradi ya TAM kidijitali ambao umeongeza ufanisi zaidi. Mchakato wake muda sasa hivi tumejiwekea isizidi miezi 3. Kabla mfumo, baraza lilikuwa linasajili takriban miradi 900 tu kwa mwaka, na baada ya mfumo wa baraza linasajili sasa hivi zaidi ya miradi 2,000 kwa mwaka. Haya ni mageuzi makubwa kwa serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuweka mazingira wezeshi ya wawekezaji katika kutoa huduma za haraka. Kazi yetu NEMKI ni kuhamasisha na kuchakata na kuwezesha wawekezaji nchini ili tuweze kufanya uzalishaji ambayo ni rafiki katika mazingira. 2, pia tunafanyia kazi utoaji wa vyeti vya wataalamu mwelekezi wa mazingira. Hawa ni wale wataalamu ambao wanawezesha kupata vyeti hivi vya tathmini ya athari kwa mazingira. Katika kipindi hiki cha miaka hii minne ya Mheshimiwa Rais wetu, baraza limefanikiwa kusajili wataalamu mwelekezi wa mazingira 1,023 na kutoa vyeti vya utendaji kwa wataalamu mwelekezi 503 baada ya kukidhi vigezo kwa mujibu wa kanuni za usajili na utendaji wa wataalamu mwelekezi wa mazingira za mwaka 2021. Kanuni hizi mpya zimeongeza ufanisi kwa kuruhusu usajili kufanyika wakati wowote. Usajili wa wataalamu mwelekezi wa mazingira unafanyika kupitia mfumo wa elektroniki ambao umeongeza ufanisi kwa kushughulikia maombi. 3, katika swala zima la elimu kwa umma linalosisitiza masuala mahususi katika madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki, baraza limefanikiwa kuandaa vipindi 88 vya uhamasishaji kupitia vyombo vya habari na mikutano 20 ya wadau kuhusu madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Vile vile kaguzi zimefanyika katika maeneo 178 ya uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki, ambapo maeneo 57 yalikutwa na makosa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Zaidi ya tani 150 za vifungashio kwa bahati mbaya visivyokidhi viwango vilikamatwa, vikitaifishwa na kuteketezwa kwa mujibu wa sheria yetu. Hata hivyo, swala la udhibiti wa vifungashio vya plastiki ni letu sote kuanzia ngazi za familia hadi taifa, hivyo hatuna budi kushirikiana kwa ajili ya kuleta matokeo chanya.
taka za plastiki kwa kweli ni na athari kubwa sana kwa afya za binadamu na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo naomba tuongeze nguvu wote sote, kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha kwamba mifuko hii ya plastiki nchini inatokomezwa. 4, kwa upande wa ukaguzi na ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira, kwa kipindi hiki cha miaka 4 jumla ya kaguzi 9606 zilifanyika na malalamiko 1483 yalishughulikiwa hasa katika maeneo ya kelele na mitetemo. Uchafuzi wa mazingira ulidhibitiwa katika miradi mikubwa yenye viashiria hatarishi, mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, bomba la mafuta la Afrika Mashariki na mradi huu wa SGR, ambapo programu 50 za elimu na vipindi 75 vya uhamasishaji vilishafanyika. Ndugu wanahabari, katika swala la ufuatiliaji wa vibali vya mazingira na ufuatiliaji wa taka hatarishi, kwa kipindi hiki cha miaka 4 vilitolewa vibali 781 kwa wafanyabiashara mbalimbali. Pia nyaraka 1477 za ufuatiliaji zilitolewa, ambapo 1089 zilirejeshwa na kufanyiwa mapitio na kubaini kuwa tani 165,834 za taka hatarishi kama chuma chakavu, betri zilizotumika, magurudumu, vioo, mafuta machafu, plastiki na taka za kielektroniki zilifuatiliwa kwa mafanikio kote nchini. 6, NEMC kama nilivyosema tunajishughulisha pia na tafiti mbalimbali katika masuala ya mazingira. Kwa kipindi cha miaka 4 baraza limefanya tafiti mbalimbali na kuandaa maandiko ya miradi. Aidha, na kutekeleza miradi hiyo, baraza limeratibu utekelezaji wa miradi mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu, pamoja na miradi wa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira kwa jumla wake. Mfano, katika ajenda yetu ya utafiti imetekeleza katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utafiti kuhusiana na changamoto za uchafuzi wa mto Mara, mmomonyoko wa fukwe katika maeneo ya Coco Beach Dar es Salaam, Kunduchi Beach, Mbweni JKT Beach na fukwe za Mikadi, maeneo ya Msuka, eneo la Msuka lilopo Pemba Mnazi, Pemba Kaskazini, Guba ya Mikindani na manispaa ya Mtwara. Vile vile baraza limefanya tathmini ya hali ya mazingira kwenye maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi katika milima ya Hanang, Manyara na miamba iliyopo wilayani Same, Kilimanjaro.